Umekuweza sana Mungu. Our Father, Baba yetu, our place mahali petu is at your feet. ni kwako, hapo kwenye miguu yako. The least position, mahali ile ya chini kabisa. my Father, Baba yangu, that is our position. hapo ndipo tunapofaa. Even when we come in, Hata wakati tunaingia, we always tell you, Jehovah, kila wakati tunakuambia Yehova, we may be given the front seat. tuweze kupatiwa viti vya mbele. We may be given the front seat. Tuweze kupatiwa viti vya mbele. We may be given the front seat. Tuweze kupatiwa viti vya mbele. But our Father, Lakini Baba yetu, we belong at the back there. sisi ni wakule nyuma. We don't belong here. Hatukufai hapa. We belong out there. Sisi ni wakule nje. It is the mercy of our Lord Ni rehema za Mungu wetu that really made us to be who we are. ya ambayo ilitufanya tuwe sisi ambao Were it tuiso. not for him, Jehovah, Ikiwa si kwako wewe Yehova, then my Father, we know kisha Baba yangu twajua probably will not be here, Jehovah. ya kwamba hata pengine tungelikuwa hapa. And therefore, Father, we have reason to tell you Na thank kwa you hivyo Baba, tunazo sababu za kukuambia asante for giving us our Lord and our Savior Jesus kwa Christ. kutupa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. He is our bread of life. Yeye ndiye mkate wetu wa uzima. Whoever believes in Christ Yeyote anayemwaminia Kristo will never go hungry. hataenda njaa kamwe. My Lord, He is the living water. Baba yangu, yeye ndiye maji ya uzima. Whoever we believe in Him Yeyote ambaye atakayemwamini and go to Him na kwenda kwake will never be thirsty kama hatakuwa na kiu eternally. milele, Because in hell kwa sababu kule they jehanamu cry for a drop of water. wanalilia tone la maji. They cry for a drop of water. Wanalilia tone la maji. Our Lord and our Savior, Bwana wetu na Mwokozi we wetu, say thank you. twasema We asante. shall never be thirsty Hatutakuwa na kiu kamwe forever, milele, forever and ever. milele na milele. Our Lord and our God, Bwana wetu na Mungu even in wetu, heaven, hata kule will mbinguni allow us utaturuhusu to drink, Jehovah, tuweze kunywa, my Father, from the river of God. Baba yangu, kutoka kwa mto wa You Mungu. will allow us access the tree of life. Utaturuhusu tuweze kufikia na ule mti wa uzima, Because Jesus, you became the way. kwa sababu Yesu ulifanyika You njia, became the truth. ulifanyika ukweli, You delivered us from deception. ukatukomboa kutoka kwa You udanganyifu, fought, Jehovah. ukapigana Yehova, You fought the enemy. ukapigana na fought him. ulipigana na And yeye delivered us. na kutukomboa And delivered us. na kutukomboa. Jehovah, you've been with us. Yehova, umekuwa pamoja nasi. This far, Umbali it huu has been you. imekuwa wewe, The far we are going to go. na mbali tunapoenda. Jesus, you are the shepherd. Yesu, wewe ndiye mchungaji, You are the rock. wewe ndiye mwamba, You are everything. wewe ndiye kila You are kitu, salvation. wewe ndiye wokovu, Redemption. wewe ndiye mwokozi, Justification. Justification. Kufanyiwa haki. kufanyiwa haki. Jehovah, you are Jehova, wewe the ndiye sanctification utakaso of the church. wa kanisa, You are the help. wewe ndiye The msaidizi, advocate. mtetezi, The vine. The true vine. ule mzabibu wa kweli. Oh Lord. O Bwana, Our righteousness. uhaki wetu, Our holiness. utakatifu wetu. You are the Lamb. You are the one who loved us first. Wewe ndiye ambaye uliyetupenda kwanza, When we were weighed down by sin. wakati tulikuwa tumewekwa na chini na dhambi. Lord, Bwana, heavy laden, tukiwa tumejazwa sana, heavy laden by the wickedness of this world. tukiwa tumejazwa sana na uovu wa ulimwengu huu, But today we are here, lakini siku ya leo tuko hapa, worshiping you, tuko kuabudu, bowing down, tukiinama, lifting up our eyes, tukiinua macho yetu juu, lifting up our hands, tukiinua mikono yetu juu, lifting up our soul tukiinua nafsi zetu juu before you, Lord. mbele zako wewe Bwana. Thank you for purchasing us Asante kwa kutununua by the precious blood of Jesus. kwa damu ya dhamana ya Yesu. Father, I ask you to bless the sheep of Christ Baba, nakuuliza ukabariki kondoo wa Kristo with the word that you have na neno ambalo unalo, prepared for us. neno ambalo umeandaa kwa ajili yetu. May you bless the visitor Ukabariki wageni wetu and bless the offering na ukabariki zaka, in the name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Amen. Amina. Amen. Amina. Thank you. Asante. You may get seated Tunaweza kupata kuketi in the name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Hallelujah. Haleluya. I am happy to see you. Nimefurahi sana kuona. I'm happy to see you. Nimefurahi sana kuona. Welcome, Mama Brian. Karibu sana Mama Brian. You are not with us last Sunday, Huko nasi juma lililopita, but today lakini siku ya leo you are here. uko hapa. So thank you very much. Kwa hivyo asante sana. Thank you very much. Asante sana.
I want to take this opportunity Nataka kuchukua fursa hii to yesterday the Lord blessed us with a word. Siku ya jana Bwana aliweza kutubariki na neno. Yesterday Siku ya jana it was a powerful day. Ilikuwa siku ya nguvu sana. The Lord is still speaking about the soon the church is not going to be here. Bwana angalia ananena kuhusiana na hivi karibuni kanisani halitakuwa hapa. So the reason we are here, kwa hivyo sababu ambayo tuko hapa, now that the church who is you and me, sasa hivi kanisa ambalo ni mimi na wewe, will soon be taken away. Hivi karibuni litaweza kunyakuliwa. Our question is, swali ni, have we lived, have we done what the Lord expected us to do? Je, tumeishi, je tumefanya kulingana kile ambacho Bwana alikuwa anatarajia tufanye? The 7 churches makanisa 7 that were given their letters, ambayo ilipatiwa barua zao, the Lord told them what to do. Bwana aliwaambia kile cha kufanya. Even right now, hata hivi sasa the Lord has told us what to do. Bwana ametuambia kile cha kufanya. So we are here to examine ourselves. Kwa hivyo tuko hapa kujichunguza And see what we ought to rectify. na kutazama na kuona kile ambacho tunapaswa kurekebisha. See what we ought to do. Tutazame tuone ni nini ambacho tunafanywa kufanya. I know one day the church of Christ. Ninajua siku moja kanisa la Kristo. I know one day. Ninajua siku moja, the day of the coming of the Messiah. Siku ya kuja kwa Mesia will be fulfilled, will come true. Itakuja kwa kweli. And sometime when that will be the day of truth. Na wakati mwingine unajua siku hii itakuwa siku ya kweli. It is not what people say about you. Si kile ambacho watu wanasema kuhusiana na wewe. It will be exactly the way you are. Itakuwa ni jinsi ambavyo uko. You will enter because you lived according to the perfect will of God. Utaingia ni kwa sababu uliishi kulingana na mapenzi ya Mungu ambayo ni kamili. Those who will be left behind, wale ambao watawachwa nyuma, they will be left behind because watawachwa nyuma ni kwa sababu there are some things they never did according to the will of God. Kuna mambo fulani ambao hawakutenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Therefore, even today, kwa hivyo hata siku ya leo, there is something small. Kuna kitu kidogo the Lord spoke to us. Bwana alinena kwetu. I don't think it's something small. It is something very big. Sidhani ni kitu kidogo, ni kitu kubwa. About being a servant of Christ. Kuhusiana kuwa mtumishi wa Kristo. About being a servant of Christ. Kuhusiana kuwa mtumwa wa Kristo. That message has hit everyone. Hiyo ujumbe imegonga kila moja. Hitting everyone. Imegonga kila mtu. In fact, I've really been introspecting myself. Hata hivyo nimekuwa nikijichunguza mimi mwenyewe. In my conduct. Nikiangalia na jinsi ambavyo nimejiendeleza. To see whether there are some things, some spots of blemishes in my life. Nikiangalia kama kunayo doa katika maisha yangu. And we want just to look at who is it that is a servant of God. Na tunataka kuangalia ni nani ambaye ni mtumishi wa Kristo. A slave of Christ Jesus. Mtumwa wa Yesu Kristo. We came to church. Tulikuja kanisani. Some of us. Baadhi yetu. Like myself. Kama mimi mwenyewe. And then we started acting like we are the owner of the church. Kisha tukaanza kujiendeleza kana kwamba sisi ndio wenyewe wa kanisa. Until the Lord spoke and rebuked us very much. Hadi wakati Bwana aliweza kunena na kutukemea sana. The church has an owner. Kanisa linalo mwenyewe. Our Lord and our Savior Jesus Christ is the one who died for the church. Bwana wetu Yesu Kristo ndiye ambaye alikufia kanisa. Sometimes it is a pastor and the wife that own the church. Wakati mwingine ni mchungaji na mkewe ambao ndio wenyeji wa kanisa. So those are not servants of Christ. Kwa hivyo hao sio watumishi wa Kristo. They are serving another person. Au wanamtumikia mtu mwingine. So we are here. Kwa hivyo tuko hapa. You and me. Wewe na mimi. That we may check. Ya kwamba tuweze kuangalia. Whether we are measuring. Ikiwa tunafika kiwango. A standard of a servant of Jesus. Kiwango cha mtumishi wa Yesu. And therefore welcome very much. Kwa hivyo karibu sana. This is Tayari Main Altar. Hii ni kanisa Tayari, madhabahu makuu ya Tayari. By the grace of God. Kwa neema ya Mungu. The Lord has given us this privilege. Bwana ametupa tunku hii. To pastor this church. Tuweze kuchunga kanisa hii. And also to oversee Molo North region. Na pia kuangalia eneo lote la Molo North.
And so I want to welcome us. Na kwa hivyo nataka kuwakaribisheni. I only want to look at 2 qualities of a servant of God. Na nataka kuangalia sifa 2 peke yake za mtumishi wa Kristo. Only 2. 2 peke yake. And our reference scripture, na ile andiko letu la kurejelea, is Revelation chapter number 1. Ni Ufunuo, ni kitabu cha Ufunuo mlango wake wa kwanza. From verse number 1. Kuanzia mstari wake wa kwanza. We want to read that scripture. Nataka tusome andiko hiyo. For some time we are going to put our anchor in this verse. Kwa muda tutaenda kutia nanga yetu hapa. The Bible says, Biblia inasema, the revelation from Jesus. Ufunuo wa Yesu Kristo. This is the revelation from Jesus. Ini ufunuo kutoka kwa Kristo. It comes from him. Inatoka kwake yeye. Which God gave him to show his servants. Aliyopewa na Mungu ili awaonyeshe watumishi wake. What must soon take place? Mambo ambayo ni lazima yatukie. He made it known by sending his angel to his servant John. Alijulisha mambo haya kwa kumtuma malaika wake kwa Yohana mtumishi wake. So this letter, kwa hivyo barua hii, this message from our Father, ujumbe huu kutoka kwa baba yetu through Christ Jesus, kupitia Yesu Kristo, and Jesus is now addressing John, na Yesu sasa hivi anaongea na Yohana, who is the messenger here, ambaye ndiye anayetumwa, but the recipients are the servants. Lakini wale ambao wanapokea ni watumishi. The servants are the recipients of the message. Watumishi ndio wapokezi wa ujumbe huu. That is, na hiyo ndio the children that are here, watoto ambao wako hapa, and the congregation that is here, na kusanyiko ambalo liko hapa. We are the servants. Sisi ndio watumishi. We have been called to serve Jesus. Tumeitwa tuweze kumtumikia Yesu. Our agenda today, agenda yetu siku ya leo, is to find out whether ni kujua ikiwa I am a true servant of Jesus. Mimi ni mtumishi wa kweli wa Kristo. The word of God, neno la Mungu, and the testimony of Jesus Christ, na ushuhuda wa Yesu Kristo. Blessed amebarikiwa is the one who reads aloud the words of the prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Amebarikiwa yeye asomaye maneno ya unabii huu, na wamebarikiwa wale wanaoyasikia na kuyatia moyoni yale yaliyoandikwa humo, kwa sababu wakati umekaribia. Today, siku ya leo, the servants of Christ, watumishi wa Kristo, the children of the Lord, watoto wa Mungu, the slaves of our Lord and our Savior Jesus Christ, watumwa wa Bwana wetu na Yesu Kristo, we are very serious about this message. Tu makinifu sana na ujumbe huu. Why? The time is very near. Kwa sababu wakati umekaribia sana. Whatever you need to do, you are going to do it very quickly. Chochote unapaswa kukifanya kwa haraka sana. The coming of our King is very near. Kukuja kwa mfalme wetu kumekaribia sana. Because Jesus is addressing very important people. Kwa sababu Yesu anaangalia watu wa maana sana. A servant of Jesus is very important. Mtumishi wa Kristo ni wa maana sana. They execute the agenda of the kingdom of God here on earth. Wanafanya mapenzi ya Mungu hapa ulimwenguni. They are the representation of Jesus here on earth. Hao ndio ambao wanawakilisha Yesu hapa ulimwenguni. Because of failing to be true servants. Kwa sababu ya kukosa kuwa watumishi wa kweli. The church has misrepresented. Kanisa limekosa kuwakilisha. Misrepresented the kingdom of God. Limekosa kuwakilisha ufalme wa Mungu vyema. The servants who are called the servants. Watumishi ambao wanaitwa watumishi. They have misrepresented Jesus. Wamekosa kuwakilisha Yesu. That is why we are here. Yes, ndio sababu tuko hapa. We must make correction. Lazima tufanye marekebisho. And this message, na ujumbe huu, is not for another person out there. Si ya mtu mwingine huko nje. It is for the you seated here. Ni kwako wewe ambaye umeketi hapa. It is for the one preaching. Ni kwa wale ambaye anahubiri. Hallelujah. Hallelujah. Number one servant. Ya kwanza mtumishi is supposed to be humble. Anapaswa kuwa mnyenyekevu. Humility. Amenyenyekea. The first thing that you want to know about any person that is a follower of Jesus. Kitu cha kwanza ambacho unataka kujua kuhusiana na yule ambaye ni mfuasi wa Yesu. When you check through the life of that person. Unapoangalia kuangalia maisha yake.
unyenyekevu. Praise the Lord, church. Bwana asifiwe kanisa. Whether you are a youth, ikiwa wewe ni kijana, I want to see the way you relate with your parents. nataka kuona jinsi ambavyo unajiendeleza na wazazi wako. To know whether there is humility in you. Kujue kama kuna unyenyekevu ndani yako. If you have humility, then you qualify to be a servant of Christ Jesus. Ikiwa uko nayo humility, ikiwa uko nayo unyenyekevu, unahitimu kuwa mfuasi wa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. When I see humility, wakati naona unyenyekevu, then I see a servant of God. kisha naona mtumishi wa Mungu. When you sit there, I want you to examine your pastor. Wakati umeketi hapo, nataka umchunguze mchungaji wako. And if you love your pastor, na ikiwa unapenda mchungaji wako, after this sermon, baada ya ujumbe huu, you are supposed to tell me, unapaswa kuniambia, pastor, mchungaji, umepungukiwa na hili. umepungukiwa na hili. An open rebuke is better than hidden love. Kemeo ambayo ni wazi ni nzuri kushinda upendo ambao umefichika. Tell me. Niambie. You are loving me to enter heaven. Unanipenda niingie ufalme wa Mungu. You know, sometimes I may not see myself. Unajua wakati mwingine siwezi jiona. And whenever you see me, you see a proud person. Na wakati unaniona unaona mtu ambaye amejawa kiburi. Inaonekanaga kiburi. Oi. Haionekanagi? You cannot be able to tell that this is a proud person. Je, huwezi kuona na useme huyu ni mtu amejawa kiburi? Is it possible to see a proud person? Je, inawezekana kuona mtu ambaye amejawa na kiburi? Can you be able to know that this is a humble person? Je, unaweza jua kwamba huyu mtu ni mnyenyekevu? Today, siku ya leo, if I have one member in the church, ikiwa niko na mshirika mmoja kanisani who loves the pastor, ambaye anapenda mchungaji, and you care that I may not be left behind, na unajali nisiweze kuachwa nyuma, today tell me, siku ya leo niambie, pastor, mchungaji, whenever you do like this, the way you talk, we can tell, we can see small spots of pride. Wakati unafanya namna hii, unapoongea, tunaweza tazama na kuona kiburi. We see pride. Tunaona kiburi, not humility. Si unyenyekevu. Repent, tubu, that we may enter heaven. ya kwamba tuweze kuingia ufalme wa Mungu. How many will accept to be told, you need to change this here today? Na hiyo sio nje, within here. Wangapi watakubali kuambia hapana, unapaswa kubadilisha, na si nje, ni hapa ndani? 1, 2. Fine. We don't need to end. Mimi unasema mimi maisha yangu msiguse mimi, please excuse me. Tafadhali. You are ready. Ni wawili pekee yake wako tayari. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let us open the Bible. Wacha tufungue Biblia. Jesus taught us about humility. Yesu alitufunza kuhusiana na unyenyekevu. Let us open the Bible in the book of Matthew 20:26 to 28. Wacha tufungue Biblia kwenye kitabu cha Mathayo 20:26. Not be in a hurry. Tutakuwa kwenye haraka. We may read even 1 or 2 scriptures, they will be enough. Tutasoma hata andiko moja ama mbili na zitakuwa sawa. But may the Lord cause us to change. Lakini Bwana tusababishe tukabadilike. I want us to go to verse number 24. Nataka tuende kwenye mstari wa 24. When the 10 heard about this, wale wanafunzi wengine 10 waliposikia haya, they were indignant with the 2 brothers. Walikasirikia hao ndugu wawili. Jesus called them together and said, lakini Yesu akawaita wote pamoja na kuambia, you know that the rulers of Gentiles, they lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Lakini Yesu akawaita wote pamoja na kuambia, mnafahamu kuwa watawala wa watu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, nao wenye vyeo huonyesha mamlaka yao. Hallelujah. Hallelujah. Watu wa mataifa, can you read it in Swahili? Mnafahamu kuwa watawala wa watu wa mataifa, watawala wa mataifa huwatawala kwa nguvu.
kwa nguvu. Na sisi ni lazima iwe tofauti, ni lazima iwe kwa unyenyekevu, gentleness, kwa upole. Wale ni kwa nguvu, sisi ni tofauti. Are we together, church? Je, tuko pamoja kanisa? Are we together? Je, tuko pamoja kanisa? Are we together, church? Tuko pamoja kanisa. Watawala wa mataifa wanatawala kwa nguvu zao, si ndio? Yes. Kitaka kukamata wewe na kuweka gerezani na kuweka hivyo. Si ni hapo kwa utawala? Yes. Lakini kwetu sio hivyo. Those who are in authority, they exercise their authority over others. Na wale ambao wako kwenye mamlaka wanaonesha mamlaka yao kwa wengine. They show it. Wanaonesha that they have power. Ya kwamba wanazo nguvu. They are in authority. Hao ndio wenye kwenye mamlaka. Hallelujah. Hallelujah. But it is Jesus spoke to them. Lakini ni Yesu alinena kwao. Spoke to the disciples that were very close to him. Akanena na wanafunzi ambao walikuwa karibu sana naye. Teach them kuwafunza something very important. Kitu ambacho ni cha manufaa sana. As a church. Kama kanisa. The way you ought to live. Kama jinsi ambavyo unapaswa kuishi. The Bible says. Biblia inasema. In verse number 26. Mstari wake wa 26. He says, not so with you. Isiwe hivyo kwenu. Instead, badala yake, whoever wants to become great among you must be your servant. Yeyote anayetaka kuwa mkuu miongoni mwenu hana budi kuwa mtumishi wenu. And whoever wants to be the first must be your slave. Naye anayetaka kuwa wa kwanza miongoni mwenu hana budi kuwa mtumwa wenu. Just as the Son of Man did not come to be served. Kama vile ambavyo mwana wa Adamu hakuja ili kutumikiwa, but to serve, bali kutumika, and to give his life as ransom for many, na kutoa uhai wake uwe fidia kwa ajili ya wengi. I want to say the following. Nataka kusema yafuatayo. This woman, huyu mwanamke, had 2 sons. Alikuwa na wana wawili. And she wanted to know, na alitaka kujua, who among the 2 sons, ni nani miongoni wa vijana wake, will sit on the right side of our Lord, ataketi upande wake wa kulia wa Bwana wetu Yesu. Jesus rebuked the woman. Yesu akamkemea huyo mwanamke. And told the woman, will your sons go through what I'm going to drink from the cup I'm going to drink from? Na kaambia huyo mwanamke, je, wana wako watapitia kile kikombe ambacho anaenda kukinywa? They said yes. Akasema ndio. We too, we are going to drink from your cup. Sisi pia tutakunywa kutoka kwa kikombe chako. Jesus told them. Yesu akawaambia, yes, indeed you are going to drink from my cup. Ndio, kwa kweli mtakunywa kutoka kwa kikombe changu. But who is going to sit where is not for me to determine. Lakini yule ambaye anaenda kuketi mahali wapi si kwangu mimi kujua. Hallelujah. Hallelujah. Then the disciples, kisha wanafunzi, they became indignant. They became angry. Wakafanyika kuwenye kukasirika. Because the 2 sons have been exalted. Kwa sababu wale wana wawili wameweza kukwezwa. Hallelujah. Hallelujah. They have been exalted. Wameweza kuinuliwa. They have been recognized. Wameweza kutambuliwa. They were 10. Walikuwa 10. These 2 sons of Zebedee, they were 2. Hao wana wawili wa Zebedayo walikuwa wawili. So they felt very bad. Kwa hivyo wakahisi vibaya sana. Because Jesus has paid attention to the 2. Kwa sababu Yesu ameweka umakinifu wake kwa hao wawili. He looked like he has favor with the 2. Akakuwa kana kwamba kana kibali na hao wawili. They started feeling something in their hearts. Wakaanza kuhisi jambo ndani ya mioyo yao. And because Jesus is God, na kwa sababu Yesu ni Mungu, he knew that they are feeling envy, jealous. They are feeling kwamba they have been left out. Yesu akajua ya kwamba wanahisi ya kwamba wameachwa nje, wanawivu. They were feeling, I thought it is me who is supposed to sit next to you. Walikuwa wanahisi ya kwamba nadhani ni mimi ambaye nilikuwa napaswa kuketi kando yako. I thought I am the one who was supposed to be the first. Nilifikiria kwamba ni mimi ambaye nilikuwa napaswa kuwa wa kwanza. And then our Lord Jesus taught them. Kisha Bwana wetu Yesu akawafunza that if you want to be the first, ikiwa unataka kuwa wa kwanza, you must be the servant. Lazima uwe mtumishi. And therefore positions, na kwa hivyo vyeo, titles, vyeo do not matter. Haijalishi. What matter is service. Kila ambacho kinajalisha ni kutumika kwako. It is not the title. Si cheo chako. It is not what people call you. Si kila ambacho watu wanakuita. Na kwanza kuitwa
majina ni hatari Na sana. kwanza kuitwa majina ni hatari sana. Hallelujah. Haleluya. You know, there is a deception that get into you. You think now you have already qualified, and you even forget yourself because of the way people address you. Unajua kunayo ule udanganyifu unaingia. Unafikiria kwamba umehitimu na hata unasahau vile ambavyo watu wanakuita. They begin by calling you blessed. Wanaanza kwa kukuita mbarikiwa. And then they promote you to senior. Na kisha wanakuita mkuu. Bishop Samuel Waweru. Askofu Samuel Waweru. You feel like you have already sat on the right hand. Unahisi kana kwamba sasa umeketi kwenye mkono wa kulia. And when the Lord examines me, Na wakati Bwana anaponichunguza, He does not see any service. haoni hata kutumika wowote. Whoever will be recognized in heaven, Yeyote ambaye ataweza kujulikana kule is the one mbinguni who is doing the service. ni yeye ambaye anafanya ile ibada na He is the kutumika. one that is humble. Ni yule ambaye ni mnyenyekevu. Down there on the dust. Kule chini kwenye mavumbi. Hallelujah. Haleluya. Kwanza sisi maaskofu na pastors ndio tulifanya kanisa ianguke. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The pastor Wachungaji look for a well-to-do mshirika ambaye, when they are welcome Kule, watawekelewa meza mzito. wakati wanakaribishwa nyumbani, unajua wanaekelewa meza mzito. Senior blessed bishop, the servant of God. Mbarikiwa Bwana, mtumishi wa Mungu. They pack some little water there. Wanaweka maji hapo And some Coca-Cola to go sipping. na Coca-Cola wendo kikunywa. So they go to particular homes. Kwa hivyo wanaenda kwa nyumba fulani They fulani. cannot go to other. Hawezi enda nyumba zingine. Those ones are not servants of God. Wale si watumishi wa Mungu. The Bible says Biblia inasema you can even decrease. unaweza hata pungua, Visit all of them. utembelea wote. Hallelujah. Haleluya. But don't be lofty. Lakini usiwe mwenye That there are places you cannot visit. ya kwamba kuna mahali huwezi There are kutembelea. people you cannot visit. Kuna watu ambao huwezi kuwatembelea. Hallelujah. Haleluya. And even people kwa so and so ninatuma regional kimbia huko kwa nani. Kwa mtu fulani na fulani natuma ati mwangalizi aenda kaangalia huko. Lakini kwa nani I even seek permission. Na tini kwa fulani I have been summoned. hata ninaomba ruhusa. Kwa huyo ni a very important person. Huyo ni mtu wa manufaa sana, nenda kwake. Hallelujah. Haleluya. Humility. Unyenyekevu. Until they start asking, Hadi wakati wataanza kuuliza, Gai, Jesus anaingia kwa huyo. Yesu anaingia kwa huyo. Did they ask in the Bible? Je, waliuliza kwenye Biblia? What is he doing Je, anafanya nini with this one? na huyo? Hallelujah. Haleluya. That is a servant. Huyo ni mtumishi. We have been called to serve. Tumeitwa tuweze kutumika. Our hearts are full of pride. Mioyo yetu imejawa na kiburi. Sometimes we think we are more righteous than others. Wakati mwingine tunafikiria kwamba sisi ni wenye haki kushinda We wengine. cannot even reach them. Hatuwezi hata kuwafikia. We have already qualified ourselves. Sisi wenyewe tumeshajihitimisha. Heart of a servant. Moyo wa mtumishi Humility. ina unyenyekevu. Humility. Unyenyekevu. Jesus Yesu need you to serve those that you think you are better than them. anakuhitaji ukaweze kutumikia wale ambao unajihisi kwamba wewe ni mwema kuwashinda. Help them to reach where you are. Wasaidia kufika mahali ulipo. Funga mdomo. Funga mdomo. Hallelujah. Stop talking about them. Wacha kunena kuhusiana nao. And serve them. Neno kwa watumikie. Ni ukweli sio ukweli? Ni ukweli si ukweli? Ndio. Be silent. Nyamaza. If you are better than them, Ikiwa wewe ni mwema kuwashinda, go and serve them. nenda kwa watumikie. Help them rise. Wasaidie kuinuka. Be where you are. Wewe mahali ulipo Or better. ama hata zaidi. That is why nyumba ya Mungu imejawa na slander because of people who think they are better than others. Na hiyo ndio sababu nyumba ya Mungu imejawa na masengenyo kwa sababu ya watu wanaofikiria ni zaidi kushinda wengine. Je, mbona usifungue To the level of that person. kwa ile kiwango huyo mtu And walk with that person. na utembee na huyo mtu And lift that person up. na uinue huyo mtu juu. Hallelujah. Haleluya. But masengenyo imejaa kwa nyumba ya Mungu. Lakini masengenyo imejaa ndani ya nyumba ya Mungu Because of superior people. kwa sababu ya Better people. watu ambao ni wema, wazuri, wako nayo Better than others. ni wazuri kushinda wengine. Hallelujah. They should question your friendship with the people they gossip most. Wanapaswa kuuliza What do you hate maswali most? na wale watu ambao unawachukia
wanachukia sana. Haleluya. Haleluya. Kama unajua ni regional, don't worry. Sisi na wewe hapa. Kama unajua yeye ndiye wanaongeleleana sana, be a friend. Unajua a friend of your enemy is your enemy. Is it true? Rafiki wa adui yako ni adui yako. But people, lakini watu don't care about others. Hawajali kuhusu wengine. Because of the spirit of pride. Kwa sababu ya roho ya kiburi in them. Ndani yao. Feeling better. Wanajihisi vyema. Wakaanza kunugunika, wana uchungu ndani ya mioyo. Kwani huyu ndiye nini? Wanaambiwa atakalia kwani Bwana hajakuwa akiona vile tumekuwa tukitumika sisi? Wakaanza na mnuguniko ndani ya mioyo. The 10. Wale kumi. And this is God. Na huyu ni Mungu. They have been with Jesus. Wamekuwa na Yesu. Kaambia, me did not come. Mimi sikuja. I never came to be served. Sikukuja niweze kutumikiwa. But I came to serve. Lakini nilikuja kutumika. You too must humble yourself. Nyinyi pia lazima mjinyenyekeze. Na mtumikie wengine. Be a slave of Christ Jesus. Uwe mtumwa wa Kristo Yesu. John chapter number 30. Yohana 13. Verse 12. Mstari wake wa 12. That scripture I have read. Hiyo andiko ambalo nimesoma. Let us add another one. Luke chapter number 22, 26. Luka 22. Please just read that one. I think it is important we read that before we go to John. Luka 22. You know, even in our homes there is a serious problem. Unajua hata nyumbani kwetu kunayo shida kubwa sana. Because of our superiorities. Kwa sababu ya zile vyeo zetu. There is no humility. Hakuna unyenyekevu. Serious problem. Shida kubwa sana. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ndio. Where are we? Did I say Luka 22. 22? Yes. 26. Luka 22:26. I say 26. Verse 24 says, Mstari wa 24 inasema, a dispute also arose among them as which of them was considered to be greatest. Pia yakazuka mabishano katikati ya wanafunzi kwamba ni nani alionekana kuwa mkuu. Hallelujah. 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 Na hiyo ndio Bwana alinena na sisi juzi. Yes. Yes. Nikiona senior haijatosha, ninaandika Dr. Senior Samuel Waweru. Na tuliambiwa we were rebuked very much. Tulikemewa sana. You are not in those meetings, but I want to confess. Hiyo ndio we were rebuked very properly. Tulikemewa kabisa. Hallelujah. Hallelujah. If I find senior is not, tena kuna mmekuwa senior wengi, I look for a reverend. Ikiwa nikipata kuwa mkuu si nzuri sana. Distinguish myself from the rest. Tukujiwezi kuweka Yeah. kutofautisha mimi na wengine. This is a sickness. Hii ni ugonjwa. Mioyo imejawa na ugonjwa. My God. Mungu wangu. Oi, na nyinyi sasa mnakaaga aje na hamna majina? Mnaingiaga mbinguni. Hallelujah. Mungali mnaenda mbinguni bila majina. Yes. There was a dispute. Watu ambao wamekuwa na Yesu karibu kabisa. Kulikuwa na mabishano. Kumbe kamzizi. Ya nani mkubwa? Ni kama inakuaga vein, inaingiaga the arteries. Inaingia the ventricles. Inaingia kule kwenye mishipa ya mioyo. Ni kama nerve. Ni kama ile nerve. Ni kama tulizaliwa nayo. Ni kama DNA. Ni kama ile DNA. There was a dispute among them. Watu ambao wameona miujiza. Kukawa na mabishano kati na miongoni mwa watu ambao wameona miujiza. Inasema, which verse were we reading? 24. A dispute arose among them as to which of them was considered to be greatest. Pia yakazuka mabishano katikati ya wanafunzi kwamba ni nani alionekana kuwa mkuu kuliko wote miongoni wao. Jesus said to them, Yesu akawaambia, the kings of the Gentiles, they lord over them, and wafalme na watu wa mataifa
watawala, those who exercise authority over them, they call themselves benefactors. na wenye mamlaka juu yao hujiita wafadhili. Wafadhili. Hallelujah. Hallelujah. Hey. But you are to be like, you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest. Lakini nyinyi msifanane nao, bali yeye aliye mkuu kuliko wote miongoni mwenu inampasa kuwa kama yeye aliye mdogo wa wote. And the one who rules over the one who serves. Naye atawalaye na awe kama yeye ahudumuye. Hallelujah. Hallelujah. We were told there is no boss in the house of God. Tuliambiwa hakuna yule ambaye ni mkuu ndani ya nyumba ya Mungu. Mchungaji wa wero sio boss wenu. Ni mtumishi mwenzenyu. I am not better than you. Mimi si bora kushinda wewe. Okay. Hiyo message mmepata? Hamjapata, nataka kurudia. Hakuna boss wa mwingine. Hata ni nani? Kuna mtu nilitoa kwake. Si mliletwa tu na Bwana. Yeye ndiye our master. Him alone. Yeye peke yake. Him alone. Yeye peke yake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Unyenyekeane. Amen. Kila mtu anyenyekee mwenzake. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Yes. Ndio. We got it wrong. Tulipata vibaya. Regional. Yes, please. Hakuna boss. All of us servants. Sisi wote ni watumishi. Lazima turekebishe. Na unajua inakuwa mimi na wewe. Mkienda Mrama ni wewe tunaendaga na wewe pamoja. Hallelujah. Amen. Thank you, senior. Okay. Sorry. Thank you, Maina. Asante. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tunyenyekeane. Kila Bwana anahitaji is not titles and position, anahitaji nini? Kile wewe unafanyiaga wengine. Amen. Matendo mema unafanyia wengine. Tuko pamoja kanisa? Yes. Sio jina lako, sio title yako, ni kile unafanyia mwenzako mambo mema, sio mambo mabaya, mambo mazuri unafanyia mwenzako. Hiyo ndio itatawala. Hiyo ndio itakufanya uwe greatest. Pigie Bwana makofi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Ndio. Even at home. Hata nyumbani. Even at home we have bosses. Hata nyumbani tunao wakuu. Naona kama hata wazee tuko na shida. Because I don't know. Let me stop that. But Lakini ni hatari. May the Lord help us. Bwana tusaidie. I have realized sometimes we sit, everybody does everything for us. Nimegundua wakati mwingine tunaketi na watu wanafanya kila kitu kwa ajili yetu. Okay. Sawa. May the Lord give us a new heart. Bwana tupe moyo mpya. But we can have something to serve others. Lakini tunaweza kuwa na kitu cha kutumikia wengine. Ikihusisha hata kule There is something we can do for them. Kuna kitu ambacho tunaweza kuwafanyia. We can have a spirit of humility. We can have not a boss. You know a boss nikisema nimesha ni final ndio mwisho and everybody must really tremble. Na kila mtu lazima tetemeke. Amesema. Ameingia. We don't have bosses. Hatuna wakuu. Even in our homes. Hata nyumbani kwetu. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ndio. Do you know you can become a boss in your regional city kama mimi na wewe tuko bosses. You can enter a home like this. Unaweza ingia nyumba namna hii The bomu. movement of the children and the wife and everybody in that compound will tell you, wow, the master has come. Na jinsi ambavyo mama na watoto wanajiendeleza utajua itakuambia kwamba mkuu ameifika. May the Lord help us. Bwana tusaidie. Let us be different. Wacha tuwe tofauti. Let us be different. Wacha tuwe tofauti. Even ladies
Sometimes they can also be that way. Hata wanawake wakati mwingine wanaweza kuwa namna hiyo. Where even the husband is also saying, hebu mfanye haraka haraka kabla mami akuje tupigie makelele. Kule ambapo mume anasema mfanye haraka haraka kabla mami akuje apige kelele. Mkuu anakuja. Mkuu anakuja. Akija mtaingia kwa chini ya kitanda. Who are you wherever you are? Je, wewe ni nani popote ulipo? A servant, mtumishi, a boss, ama mkuu? May the Lord remember us. Bwana tukumbuke. John 13:12-15. Yohana 13. Read it in Swahili. Yohana 13 kuanzia mstari wa 12-15. Kuanzia mstari wa 12. What does the Bible say? Inasoma hivi: alipomaliza kuwanawisha miguu yao, alivaa tena mavazi yake, akarudi alikokuwa ameketi, akawauliza, "Je, mumeelewa nililowafanyia?" 13. Ninyi mnaniita mimi mwalimu na Bwana, hii ni sawa, maana ndivyo nilivyo. 14. Kwa hiyo ikiwa mimi niliye Bwana wenu na mwalimu wenu nimewanawisha ninyi miguu, pia hamna budi kuwanawisha miguu ninyi kwa nyinyi. 15. Mimi nimewawekea kielelezo kwamba imewapasa kutenda kama vile nilivyowatendea ninyi. Hallelujah. The church also got it wrong. Kanisa pia lilipata vibaya. Sometimes they come, wakati mwingine wanakuja, and then they wash their feet of their fellow members. Wanakuja na kuosha miguu ya washirika wenzao. That is not what Jesus meant. Si hivyo ambavyo Yesu alimaanisha. We call Jesus Master. Tunaita Yesu Bwana. We call him Teacher. Tunamuita yeye mwalimu. We call him Lord. Tunamuita Bwana. But he went down, lakini alienda chini and washed their feet. na kuosha miguu yao. You know, feet means that is the menial. That is the least work you could do. Kumaanisha hii ndio kidogo na kazi kidogo ya chini kabisa unaweza fanya. Miguu chafu. Miguu chafu. You wash them. Unaosha. And then, na kisha our Lord said, Bwana wetu akasema, you need to, I have set an example. Nimefanya kama mfano. Please practice this. Tafadhali nifanye ni hii. I want to say the following. Nataka kusema yafuatayo. Our Lord Bwana wetu has taught us. Ametufunza. You can do anything to your brother. Unaweza tendea ndugu yako chochote. And there is nothing you can't do to your fellow brother. Na hakuna chochote ambacho unaweza kosa kufanyia ndugu yako. So long as you are doing it in love. Ikiwa tu unaifanya kwa upendo. You can really go to any level. Unaweza enda kwa kiwango chochote. Brethren, wapendwa, including kuhusisha. And I pray that the Lord may remember me. Ninaomba kwanza Bwana niweze kunikumbuka. I am supposed to find out. Ninapaswa kutua. Where does Mama? For example, kwa mfano, Mama Johanna analimaga wapi? Mama Yohana huwa analima wapi? Shamba lake liko wapi? Shamba lake liko wapi? Overseer Irene, mwangalizi Irene, we can even decide. Tunaweza hata kuchagua. We want to go and kulima hiyo shamba yake tumsaidie. Tunaweza kuchagua tuende tukaweza kulima ile shamba lake tumsaidie. You may find that unaweza pata kuwa hajapata muda. Sometimes, and especially when children go back to school, no, haswa sana wakati wanafunzi wanarudi shuleni, they have a challenge of being free and doing other things. Wanayo changamoto ya kuwa huru na kufanya mambo mengine. Why can't we do something? Je, kwa nini tusifanye kitu? And that one, you know, I know I may have money. Najua naweza kuwa na pesa. It is not bad. I can stoop that low and be with them and help them. Naweza kwenda kiwango hiyo kidogo na nikuwe nao na niweze kuwasaidia. You are doing it in love. Ili mradi unaitenda tu kwa upendo. We can do anything so long as there is love in us. Tunaweza fanya chochote ikiwa upendo uko ndani yetu. Hakuna jambo ambalo ni la chini sana huwezi fanya so long as kuna upendo. Hakuna kitu ambacho ni cha chini sana huwezi kufanya ili mradi kunayo upendo. So long as kuna upendo. Ili mradi kunayo upendo. Tuna dada ambaye amekuwa mgonjwa.
na umekuwa unajua kwamba she's unwell, na unajua kwamba hii si vyema. Do you know some ladies can go and wamuoshe nguo? Je, unajua wanadada wanaoweza kwenda na kumwosha nguo? Is it okay? Je, iko sawa? Mnafuata? Je, mnafuata? You can do it for them. Unaweza wafanyia. What is it that you can do for your brother? Je, ni nini hicho ambacho unaweza fanyia ndugu yako au dada yako? That will even make some people be surprised kwamba wewe umeshuka kiwango kile, ambayo itafanya watu waweze kushangaa na kuwa kwamba umeshuka kiwango hicho. Let us have love in our heart. Wacha tuwe na upendo mioyoni mwetu. Let us go to another level. Wacha tuende kwa kiwango kingine. Let us serve together in love. Wacha tutumike pamoja kwa upendo. Haleluya. Sitting, kuketi, giving instruction, kupiana maagizo. Regional, mwangalizi. Precious, Frida. Bring report. Leteni ripoti. And then kisha kwa mkali, hamkufanya vizuri. Kwa mkali sana. You didn't do right. Hamkuifanya vyema. We can do things together in love. Tunaweza fanya vitu kwa pamoja kwa upendo. Amen. Okay. Hallelujah. Amen. This church, kanisa hili, mimi kwanza kuna vitu sitaruhusu. Tu vitu peti ya ndugu yako na dada yako, hiyo sitaruhusu kwa kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Jawa na upendo. Amen. Okay, narudia. Acha nirudie nikiwa hapa. Sitaruhusu vitu peti kwa nyumba ya Mungu. Amen. Wacha tuwe na kitu kinaitwa upendo. Amen. Hata upendo inafunikana udhaifu wa watu. Amen. Si ndio? Yes. Hii. Okay, Duncan ni sawa tu. Najua hiyo point ukuipata na ni sawa. Praise the Lord, Duncan. Bwana asifiwe, Duncan. Siku nyingine ukiniletea tu vitu nitaitangaza hapa. Duncan alikuwa ananiambia hivi. Nitaitangaza. But let us be filled with love. Lakini wacha tujazwe na upendo. Huyu ambaye unataka kumwanika, si ufanye jambo nzuri. Hallelujah. Amen. Kwani wewe na wewe yako yote imekuwa kamili. Okay, askofu amesema, pastor amesema, amesema anakubali dhambi. Hajakubali. Yes. Lakini nimesema kila kitu kifanywe kwa upendo. Kila kitu kifanywe kwa upendo. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Na nilisema you have to rebuke me. Si ndio? At the end of the day. Siku inapoisha. Ngoja hapa, lakini ukienda bila kuniambia basi. So no service done in love is menial, is weak, is dhaifu. Kwa hivyo hakuna kutumika ambayo inatendwa katika upendo ambao ni cha chini sana. True service begin with humility. Kutumika ile ya kweli inaanza na unyenyekevu. Number 2. Ya pili, a servant must be obedient. Mtumishi lazima awe mtiifu. Very obedient. Mtiifu sana. Very obedient. Mtiifu sana. Even yesterday, hata siku ya jana, the mightiest prophet of Jehovah, manabii wakuu wa Bwana, they told us if they had time they would really look at this and look at the book of Matthew chapter number 7. They said that ikiwa walikuwa na wakati wangeweza kuangalia hii sana, kuingia kilindini na kuangalia kuhusiana na utiifu. I want us to go to Matthew. Nataka tuende kwenye kitabu cha Mathayo About obedience. Kuhusiana na utiifu. I want us to look from the book of we can deal with the book of Luke. Tunaweza angalia kitabu cha Luka kuhusiana na utiifu. 6:46. Hallelujah. 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 Which book are we reading, church? Luke 6:46. Why do you call me? Tusome pamoja. Why do you call me? Lord, Lord. And do not do? Mmekamatwa ama hatujakamatwa? Ona? Tunamuita Bwana? Na si ni ukweli? Yes. Lakini akikuambia fanya jambo haufa? Kumaanisha nini? Huyu sio Bwana wako. Wewe you have outgrown Jesus. Unaniita Bwana Bwana. Na mimi nikikwambia ufanye lile ambalo nataka ufanye, haufanyi. Basi Yesu Kristo ni Bwana wako kweli? Talk to me, church. Nena na mimi kanisa. Hallelujah. Hallelujah.
an example of yourself in your house. Chukua mfano wako wewe mwenyewe ukiwa kwa nyumba yako. How does it feel? Je, wewe unahisi namna gani? When you tell probably your child, wakati unamwambia mwana wako, or even a house help, ama hata ule ambaye mtumwa wako, do, fanya, they do not do. Wanakosa kufanya. Does it feel good? Je, wewe unahisi vyema? Do and they do not fanya, na wanakosa kufanya. But we are calling him Lord, Lord. Lakini tunamwita Bwana, Bwana. But when it comes to doing what he's instructing us to do, lakini not do it. Ikifikia mahali pa kufanya kile ambacho ametuagiza hatufanyi. Then Jesus said, kisha Yesu akasema, he said, akasema, as for everyone who comes to me and hear my words and put them into practice, I will show you what they are like. Nitaonyesha jinsi alivyo mtu yule anayekuja kwangu na kusikia maneno yangu na kuyatenda. They are like a man building a house who dug down deep and laid a foundation on rock. Yeye ni kama mtu aliyejenga nyumba akachimba chini sana na kuweka msingi kwenye mwamba. When the flood came, the torrent struck and the house, and the torrent struck the house, but could not shake it because it was well built. Mafuriko yalipokuja, maji ya ghafla yalipiga ile nyumba, lakini haikuitikisa kwa sababu ilikuwa imejengwa vizuri. But the one who hear my words and does not put them into practice is like a man who built a house on a ground without a foundation. Lakini yeye anayesikia maneno yangu wala asiyatende ni kama mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi bila kuweka msingi. The moment the torrent struck that house, it collapsed and the destruction was complete. Mafuriko yalipoikumba nyumba ile, ikaanguka mara na kubomoka kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. I asked myself, in fact we discussed this with my family. Nikajiuliza, na hata hivyo tukaweza kuwa na mjadala na familia yangu. And I asked, na nikauliza, why did Jesus, kwa nini Yesu compare the one who hear and does not do with a builder that is foolish? Akalinganisha yule ambaye anasikia na kukosa kufanya na yule mjengaji mpumbavu. Why? Kwa nini? I got several things. Nikapata mambo fulani. Number one. Ya kwanza. Hear. Kusikia. They do not do. Hawatendi. They hear. Wanasikia. They do not do. Hawatendi. If you are a person who hear and does not do it, ikiwa wewe ni mtu ambaye unasikia na hautendi, then it means, kisha inamaanisha, you are a foolish builder. Wewe ni mjengaji mpumbavu. There is a day, kuna siku, when that salvation will collapse. Wakati wokovu huu utabomoka. Why? Kwa nini? Because you have been sitting in the church. Kwa sababu umekuwa ukiketi kanisani, calling Lord, Lord. Ukiita Bwana, Bwana. But you do not do what he says. Lakini haufanyi kulingana kile ambacho anasema. That is number one. Hiyo ni ya kwanza. Hearing and they do not do. Kusikia na hawatendi. Number two. Ya pili. Why this person is called foolish? Kwa nini huyu mtu anaitwa mpumbavu? It is because ni kwa sababu there are some people seated in the church. Kuna watu ambao wameketi kanisani. They think wanafikiri they can still be able to enter without those commands of our Lord and our God. Wanaweza ingia ufalme wa Mungu bila ya zile amri za Bwana. Thinking that they can lay their own foundation. Wakidhani ya kwamba wanaweza weka msingi wao other than the one Jesus has laid. Kushinda ile ambayo Yesu ameweza kuiweka. 1 Corinthians chapter number 3 and verse number what? We can read it. 1 Corinthians. Wakorintho wa kwanza. Chapter number 3, I think verse number 11. Sura yake ya 3 mstari wa 11. They became foolish because they thought they can do something else. Hii ya Yesu imekuwa ngumu, we can have an alternative method. Wakawa wapumbavu ni kwa sababu walihisi ya kwamba ya Yesu imekuwa ngumu na kwa hivyo wanaweza kuwa na chaguo lingine. You can read for us. Nitasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11. Biblia inasema hivi, kwa maana hakuna mtu yeyote awezaye kuweka msingi mwingine wowote isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa ambao ni Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. There is no other foundation. Hakuna msingi mwingine. There is no way we can
fail to do what he has instructed us and you make it into the kingdom of God. Hakuna jinsi ambavyo unaweza kosa kutii kile ambacho amesema na kisha uweze kufanikiwa kuingia katika ufalme wa Mungu. These foolish this few foolish builder represent the life of Christians. Huyu mjenzi mpumbavu anawakilisha maisha ya Mkristo who are not established in Christ Jesus and also in the word. Yule ambaye hajajiimarisha ndani ya Yesu Kristo na pia neno. Let me tell you, brethren. Wacha niwaambie wapendwa. Do you fear sometimes? Do you fear? Je, unaogopa? Do you fear? Unaogopa that if you are not well established in Christ, it will not even matter your title, you can still fall. Ikiwa bado hujaimarika ndani ya Kristo Yesu, haijalishi na cheo chako, pia unaweza anguka. It does not matter whether they are calling you a bishop. Haijalishi kama unaitwa askofu. Or even an archbishop. Ama hata askofu mkuu. Ama they call you a mama what? Ama wanakuita mama fulani. Hallelujah. Hallelujah. The issue is being established in Christ Jesus and in his word. Ile shida ni umeimarika ndani ya Yesu Kristo na neno lake. It will not matter how long you have been in the church. Haitajalisha umekuwa muda mfupi katika kanisa. Hallelujah. Hallelujah kanisa. Hebu mnisalimu, naona kama niko peke yangu. Are you still here? Je, mko hapa? It will not matter how long you have been in the church. Haitajalisha ni wa muda gapi umekaa kanisani. What will matter is how established you are in Christ. Kile kitajalisha ni jinsi ambavyo umeimarika ndani ya Yesu Kristo. I was liking the testimony of Tiffany. Nilikuwa Vifan. Nilikuwa napenda ushuhuda wa Vifan. Hallelujah. Hallelujah. Can you clap for the Lord? Je, unaweza pigia Bwana makofi? Look at this. Tazama hii. You stand in today and say the word. Unasimama leo na unasema neno. They mock you. Wanakukejeli. Discourage you. Wanakushusha moyo. Abuse you. Wanakutukana. They ignore you. Wanakupuuza. Do all manner of things to discourage. Wanafanya kila kitu ili waweze kushusha moyo wako. Do you think if you are not standing well in Christ Jesus you will preach the following day? Je, unafikiria kwamba ikiwa hujasimama vyema utaweza kusimama siku inayofuata na kuhubiri? They wake up and find that Jesus has already energized them. They have new power. Wanaamuka na kupata kwamba Yesu ameweka nguvu mpya ndani yao. They preach better than yesterday. Na siku ya kesho wanahubiri vyema kabisa kushinda siku ya jana. But if you are not well established, lakini ikiwa hujaimarika vyema, you will even change your dressing. Hata utabadilisha na jinsi ambavyo unavyovaa. Ni kweli sio kweli? Ni kweli si kweli? Yes. Dennis, hata utasokota ili mfanane na wao. Sababu you know fitting, eh? You are not fitting with, you are not fitting, eh? Hautoshei hapo. Lakini hapa unanywa kama askofu, trimming vizuri. Au nyoi huko kando, hii ndio sokoti, you don't do those things, no? Si ndio? Yes, Dennis. If you are established in Jesus, ukiwa umeimarika ndani ya Yesu, if you are established in the word, ikiwa umeimarika ndani ya neno, it will not matter how much pressure, haitajalisha msukumo, you will still stand, utasimama, and you will win some of them, na utashinda baadhi yao, start following them, na wataanza kufuata njia zako. You will be following Christ, utakuwa unafuata Yesu, and they will also follow you, na pia wanakufuata. Hallelujah. Hallelujah. It is not the title either. Si cheo. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe Yesu. Sio title. Si title, si cheo. Ni kuwa rooted kwa neno. Ni kuwa umewekwa, msingi yako iko ndani ya neno. Kuwa rooted kwa Yesu. Ni kuwa ndani ya Yesu. Watoto wa askofu. Hapana. Hapana, ni neno la Mungu. Ni kuwa na mizizi ndani ya nani? Ya Mungu. Those things don't matter. What matters is your personal relationship with Jesus. Kile ambacho kinajalisha ni ile uhusiano wako mwenyewe wa binafsi na Yesu. And if you are built on a rock, you can stand anywhere. Na ikiwa umejengwa kwenye mwamba unaweza simama popote. Whether you go to Mtwapa where they are doing sexual sin 24/7. Ikiwa utaenda Mtwapa kule ambapo wanafanya usherati siku yote. In the universities where immorality is the order of the day. Kule ambapo kule choko ambapo usherati ndio kitu ambacho kinatendeka kila wakati. Whoever has been founded has been hearing and doing it. Yeyote ambaye amekuwa akisikia na kutenda atasimama
atasimama. Ataenda 4 years. Ataenda miaka 4. Born again. Akiwa ameokoka. Come back born again. Na arejea akiwa ameokoka. Hallelujah. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Tuko pamoja kabisa? Yes. I am talking about, ninanena kuhusiana kuweka maisha yako mizizi katika Kristo na neno. Meditating the word. Hata hii miti inaangusha watu kama mto, haitakuwa storm kwako. Utasimama. If you go to social media, it is posting the things of Jesus. Utaenda kule kwenye mitandao utakuwa unaweka tu mambo ya Yesu. Okay, your amens are very weak. Am I hurting you? Jina waumiza. Am I hurting you? Jina waumiza. Am I hurting you? Jina waumiza. You are being hurt. Yes. Then the word is working. Hallelujah. Hallelujah. Proverbs chapter number 2. Honor. Foolish builder. Look everybody. Tazama hapa. Why did Jesus call them foolish builders? Kwa nini Yesu aliwaita wajenzi wapumbavu? They did not have an understanding. Hawako na ufahamu. Kuna wakati kunaweza kuwa na dhoruba. Hawako na ufahamu ya kwamba kuna wakati kunaweza kuwa na dhoruba kwa maisha. So weka msingi vizuri. Kwa hivyo weka msingi vizuri. They did not have discernment. Hawako na ile utaua. Discernment. Kupambanua. Kupambanua. So I want us to read Proverbs chapter number 12:15. Nataka tusome Methali 12:15. Hebu tusome huo mstari. Nitasoma. Methali 12:15 inasema, njia ya mpumbavu huonekana sawa machoni pake mwenyewe, bali mtu mwenye hekima husikiliza ushauri. Ni ukweli? Hebu ona. Unakaa na kaiwa sana unakaambia woi. My son. Mwana wangu. Hapana. Fanya. Ukienda shop nunua kanguo mzuri. Si kuna ile imeraruka? Na ukienda shop nunua ile haijararuka. Si ndio? Kanaambia hapana. Kama mimi hizi ni za vile wanaongea. What did they say? Wanasemaje? Tuambie wanasema nini wewe unajua? Wanasemaga nini? Hiyo ni ya kitambo. Hii ni ya? Hiyo ni analog. Hiyo ni analog. Hiyo ni ya analog. Si kaka mtoto wako unaongea na yeye? My son. Kwani umesahau kuchana nywele? Halafu za hizo umemwambia umesahau kuchana nywele? Ndio anaifanya sasa hivi. Sio umesahau? Ndio anaifanya hivyo siku hizi watu hawachani. Nasikia kuna kichanuo inakoroga nywele zinafiregetana, sokota hivi, Namwambia hapana. Sababu umeokoka, unajua sasa utakuwa unakaa kama wale. Unapeana image ambayo ni wrong, ni tofauti. Si ni kweli? Unapeana image ya jangiri. Na wewe sio jangiri. Kwa nini unapewa identity tofauti? Yani kakijana kako right, yani kako sawa. Kakijana kako sawa. Biblia inasema kwamba the way of a fool is right to his eyes. Njia mpumbavu huonekana sawa machoni pake mwenyewe. Hapana, please don't do this. Achana nayo. Usifanye hii. Lakini Biblia inasema blessed is the one who listen to advice. Bali mtu mwenye hekima husikiliza ushauri. Meaning when Jesus gives us instruction. Kumaanisha Yesu anapotupa maagizo. For example, hiyo mambo nawapa ni ile mimi nimejipatia kutoka kwa manabii. Kwa mfano, alituambia don't wear a black t-shirt. Usivalie ile t-shirt ambayo ni nyeusi. Sisemi wewe. Sisemi black ni mbaya. Lakini imeandikwa maandishi. I gonna burn this city. Itenda kuchoma mji huu. Na hapa kwa county council wachome, alafu wewe yako imeandikwa I gonna burn this city. Watakupiga nini? You will be the first suspect. Utakuwa wa kwanza. Hata ni wewe na tena umesokota, si ndio? Tena macho sijui ni nini nilifanya mimi
they will shoot you. Watakupiga risasi. Because you say I gonna burn what? Kwa sababu hii t-shirt imeandikwa kwamba nitaenda kuchoma hii mji. The first appearance. Ile muonekano wako wa kwanza. When they see you the first time, let them see Jesus. Wanapokuona mara ya kwanza, wacha uone Yesu. But you find that in the church kuna argument, kuna to be the debate twi. Lakini napata kwenye kanisa kuna mabishano mengi. Kuna debate hata saizi watu wangali wana debate na mambo ya Mungu. Kunayo mabishano mengi hata wakati huu watu bado wanabishana na kuhusiana na mambo ya Mungu. Hallelujah church. Mtu anajionaga akiwa haki, mpumbavu anaonaga njia yake ikiwa sawa mpaka anapata uharibifu. Hallelujah. Amen. Ile hakuitwa mpumbavu kwa sababu alikataa ya Yesu, akaona yake ndio iko sawa. Iko sawa. Yesu akasema hao ni watu wajinga, ni wajenzi wajinga. Na ni ukweli. Kristo kikikuja inamlemea. Wacha kuonyeshana tu indicator kidogo ya dunia. Unajua iron attract iron. Ni ukweli. Ya dunia inavutia ya dunia. Ya dunia. Na ya Mungu ina repel na dunia inakukataa. Kwanza ukikataliwa na dunia uko sawa. Praise the Lord. Amen. Uko sawa kabisa. Ukiona hata ninaenda mahali wananinyima kuhubiri, uko sawa because wananinyima. Na kama watakupatia mic anakaa hapo, useme jina tu. Unasema Samuel Waweru keti. That is okay. Iko sawa. Hallelujah. Hallelujah. Hebu chunguza uone kama kuna mambo wewe unajionaga hiyo iko sawa tu na unajua maandiko, the maagizo, the instruction ya Yesu ndio hiyo. Lakini kuna njia zako unaonaga zikiwa sawa. Blessed is the one who take advice. Amebarikiwa yule ambaye anachukua ushauri. Blessed. Amebarikiwa. Let us clap to the Lord. Tumpigie Bwana makofi. Do you see why Jesus called them foolish? Je, unaona kwa nini Yesu aliwaita wapumbavu? Yesu, the author of our lives and salvation, wakafikiria njia yao ndio nzuri. Ndio nzuri. Hata wana wa Mungu kuna kashoti katika likuwa pale. Na kulingana na mwanadamu hiyo ndio ilikuwa sawa, ndio fupi, sio jangwani, watu ni wengi, si ndio argument ya mwanadamu? Yes. Lakini Bwana aliwapitishia mahali ya kuna njia. Hiyo ndio ya Bwana. Fuata hiyo. Na kama hawangeti wote wangechinjwa na jeshi la Farao. Is it true? Yes. Yes. Lakini Bwana alikuwa anataka wapitie hapo ili wakifika pale si na anapanua the Red Sea. Yes. Anaweza kupata an opportunity ya kuzika adui. Yes. Let us obey the Lord. Wacha tumtii Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Let us hear. Mimi na encourage kusikia na kutenda. It has an advantage. Inayo manufaa. Another thing, why did Jesus call them foolish? Kitu kingine, kwa nini Yesu aliwaita wapumbavu? 14:12. Mithali 14:12. Nitasoma. Yes. Iko njia ionekanayo kuwa sawa kwa mtu, bali mwisho wake huelekeza mautini. Kuna njia inaonekana sawa kwa mtu. Hallelujah. Amen. Na hiyo ni hatari sana. Unajua kama sasa the Lord changed even our dressing. Bwana alibadilisha hata mavazi yetu. But this late nimekuja kuona wema wa Mungu wengi. Saizi ni kubaya sana. If the Lord did not come in the year 2004, atufunze hata namna tu ya kukaa. Ikiwa Bwana mwenyewe hangekuja ile mwaka wa 2004 na tufunze hata jinsi ya kuvaa na kukaa. I don't know how many of us would be standing. Sijui ni wangapi wetu wangekuwa wanasimama. Because of the severity of the wickedness that is in the world. Kwa sababu ya uovu na ukali wa uovu ambao uko katika ulimwengu. Even in working places people there is no boundaries. Hata kule kwa kufanyia kazi hakuna mipaka. There are no boundaries. Hakuna mipaka. Between one who is married and not. Kati ya yule ambaye ameoleka na yule ambaye hajaoleka. Michezo na mizaha is the same. Michezo na mizaha ni moja. Ya watu ambao hawajaokoka. Ya watu ambao hawajaokoka. Ama hawajaolewa. There is a way that seems right. Kukataa ile tulipewa pale, whoever na hata saizi hata wakijiweka kwa mizani. Whoever alikataa kabisa, maisha ni tofauti. Maisha ni tofauti.
Tukaambiwa separate. Tukaambiwa tujitenge. Tukaambiwa separate. Tukaambiwa tujitenge. So in the separation. Kwa kujitenga. So in the separation. Kwa kujitenga. Very, very powerful. Ya nguvu. Separation. Ya kujitenga. Tukaambiwa separate. Tukaambiwa tujitenge. Na hutaanguka. Huwezi anguka. Yes. Kanisa la Mungu. Those are principles ambazo tumepewa na Bwana. Hizo ni sheria ambazo tumepewa na Bwana. Kujitenga na dhambi, si ndio? Hallelujah. Amen. Ukipata yao ni hii wanaongea, wewe be elsewhere. Tuliambiwa kama wanatoka on Friday youth. On Friday ndio wanaenda discotheques. Wewe siku hiyo osha nguo zako, si ni Friday? Yes. Hallelujah. Amen. Hata maliza assignment. Hata osha hiyo cube yako ikae smart. Wakikuja na hangover on Friday, wewe uko on Monday, wewe uko sawa. Yes. Hiyo ndio imetuleta umbali huu. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Be busy with the things of God. Shughulika na mambo ya Mungu. Pastor Wangari. Yes. Wewe toka mkienda wakati mko free, nyinyi endeni mtumikie Bwana. Yes. Hebu niambie hao wanasimamaga wa KU University, wanasimama hapo mbele za Bwana. Wanaabudu, mimi nakaaga jicho langu limekaa hivi. Kuzuba. Nani naangalia sema huyu Mungu. Kwa nini mzuri namna gani? Kuona watoto wamekuwa wako campus. Wana free time yao wanakaa hapa kwa Bwana. Ukisikia vile wanadhaminiwa na Bwana. Time is up. No. 5 minutes, eh? Right. Hallelujah. Amen. Let us not, there is a way that seems right. Hao watu, walijenga, wakakataa maagizo ya Bwana na wakakaa sawa. Nyumba ikaendelea ikawa smart. Yes. Hallelujah. Amen. Ukiona wokovu wao uko smart. Lakini huwa hawatii Bwana. Siku ya storm ikija ndio utajua. Kumbe hajakuwa akiokoka. Because kuna njia yeye alifikiria ndio iko sawa hata hii. Na by the way, ukianza sa leo utajipata hata kesho kuna ingine utakubali na ingine itakuwa sasa ni your lifestyle. Na kwa mtindo wa maisha yako. But when the day of the storm comes, lakini ile siku ya dhoruba itapokuja, that is the time. Hiyo ndio wakati. You will know where the foundation was. Utajua msingi ilikuwa wapi. He says there is a way that seems right. Anasema iko njia inaonekana kuwa sawa. To a man. Kwa mtu. But finally to bring destruction. Lakini mwisho wake unaleta mauti. Watoto wangu, mkiona mzazi anakuambia want to listen. Sikiza. Na watoto ambao wanapendaga mabishano ni hawa kuna njia wanaona ikiwa sawa? Iko sawa. Sana wazazi wanaweza kuwa hawajasoma pahali umefika, lakini anaweza kuwa na experience ya maisha wangapi? Yes. Is it true? Yes. Experience ya maisha. My mom who is very old. Mama yangu ambaye amezeeka sana. Kuna kitu hakuenda university, but do you know she still have pieces of advice. Lakini anayo sababu si maisha yeye kuna maisha amepitia, maisha ameona. Yes. So kuna advice anaweza kukupatia. Kwa hivyo kuna ushauri ambao anasaidiana. Kwa hivyo sikiza. Anaweza kuwa hajaenda shule. But listen. Lakini sikiza. Listen to them. Wasikize. Another thing. Kitu kingine. Why do you think? Je, kwa nini unafikiri? The Lord said that they are foolish. Bwana alisema hawa ni wapumbavu. It is because they don't take warning seriously. Ni kwa sababu hawachukuli onyo kwa makinifu. They do not take warning seriously. Hawachukuli onyo kwa kumaanisha. Proverbs 22 verse 3. Mithali 22:3. Kama moyo wako hauchukuliaji onyo za Mungu seriously, you are a foolish builder. Wewe ni mjenzi mpumbavu. Kukosa kuchukulia mambo ya Mungu seriously. Hebu
Hebu tusomee hiyo Proverbs 22:3. Nitasema Mithali 22:3. Sees evil coming and they take refuge, but a foolish, the simple-hearted, they go on and they are destroyed. Mtu mwenye busara huona hatari na kujificha, Ndio. bali mjinga huendelea mbele kama kipofu naye ikamtesa. Nisikize kanisa la Mungu. Mwenye busara ni mwenye hekima. Anaona hatari ikija. Na Bwana, many times Bwana anatuzuia na ubaya ukija. Are we together, church? Je, tuko pamoja kanisa? Jehova si anajua maisha yetu Yes. Sana ni hatari anatuokoa naye. Watoto wa Mungu wa dhamana. Mungu huona hatari ikija. Na anasema mwenye hekima ni yule alichukua onyo za Bwana, tahadhari za Mungu, akajificha. Mtu mpumbavu anaendelea na hiyo njia yake mpaka anaumia. Na very many people are hurt. Na watu wengi sana wameumia kwa sababu hawakuchukua maagizo fulani. Kuna maagizo ukitafuta katika maisha and they come back and say oi, na wanarejea na kusema oi. Even ako wapi mama Shiko? Mama Shiko ya hii. Mama Shiko ako wapi? Ai, tusaidia sana. Mama Shiko hakuja leo. Mama Shiko wa Mtiripia. Alikuwa anatuambia mlikuwa mnaona ukali Yes. Akisema mkae wapi? Hapa. Mkae hapa. Nyinyi kaeni wapi? Because ukitoka kuna mambo utalala. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo anasema kwamba the Lord called them foolish because they ignored the warnings of God. Bwana aliwaita wapumbavu kwa sababu hawakuchukua na walikosa na walipuuza zile onyo za Bwana. Hata saizi tunaambia unyakuzi uko karibu, jiandaeni, kesheni, ombeni. Utakatifu, uhaki. Hizo ni onyo tunapewa na Bwana. Tukikaa hivyo, kuna siku ya hii dhoruba itakuja. Na siku hiyo ndio itakuwa siku ya ukweli. Praise the Lord. Amen. Mtu ambaye alichukulia hii kwa maanani, akachukulia mambo ya Mungu kwa uzito. Ameona hatari ikija, anajificha. Mpumbavu anaendelea na hiyo barabara, kukula na kukunywa, maisha ya kawaida. Wali sikusema kukula na kukunywa ni vibaya. Yaani maisha ya kawaida. Kuishi maisha ya kawaida. Hakuna kitu inatingiza wewe. Siku hiyo ndio itakuwa siku ya ukweli. Ya kuangalia misingi pahali iliwekelewa. Kanisa tuko pamoja. Amen. Kanisa tuko pamoja. Amen. Ni lazima misingi kafanya nini? No, misingi ikakaguliwa. Uliwekelea wokovu wako kwa wapi? Yes. Na kuna siku mbaya sana kanisa. Ile siku ambayo ndio ukweli utajulikana. Kuna mtu ataenda kusema Mungu amenionea? Mungu ni wa mapendeleo? Kwa nini amenisahau? Favor squared. The two friends. Okay, acha niwatembelee. Kujeni niwaambie kitu. Kuja nyinyi wawili. Najua mnapendana. Kujeni. Karibu mfike. Kimbieni. Mlikuwa mmetoa tu viatu? Amen. Thank you. Asante. Hallelujah. Ya mwisho kanisa la Mungu. Utiivu unakupatia kitu kinaitwa endurance. Everybody look at this. Umewahi ona mti ambao uko jangwani? Si upepo ni mwingi? Siku hiyo utakata huo mti, ujaribu kupasua, unaona umejipima. Yaani umeishi kutingizwa lakini haujafanya nini? Ukastahimili. Wakati mtu anatii siku ya mawimbi, wewe umesha develop muscles zako za kiroho, unasimama wakati huo. Kutotii Mungu
kuna kunyima kitu kinaitwa endurance. Kuvumilia. Subira, kuvumilia. 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 Siku hizi mpaka ndoa zimekuwa mbaya. Sababu hakuna misingi iko kwa nini? Niambieni? Kwa mchanga. Hakuna uvumilivu, yani ile kuvumilia. Waache wakose kashukari siku moja. Kelele. Mpaka mzee analala kwa pulu. Si ndio? Siku moja. Na siku ile yetu tulikula, okay, watu walisema niache kulinganisha siku zetu na za siku hii. Si hata tulikunywa uji na ni ya white. Na haina sukari. Hii. Tuviazi haikutosha, kaunga ni kidogo, zinachanganywa. Mnakula yote. That is why tuli survive hata kama hakuna kitu. Na una survive. Sio vibaya wakati Bwana saa zingine anawapitishia mahali ambapo hakuna. Yes, ni Mungu. Kanisa Bwana hajakusahau. Hata nataka uwe na uhusiano wa ndani zaidi. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tukubali Bwana atufanyie kazi ili wakati wa storm ikija, haswa hao wetu tunalea na biskiti. Akiulizwa leo nipe hii tunampa. Msinichukie watoto wa Mungu. Ninasema saa zingine tunakosaga. Niko nataka kuambia saa zingine tunakosa. Na tukikosa msione vibaya. Usiende ukapewa pesa na mwanaume. Yes. Ya kununua fea. Hakuna wewe parara wa gari. Si ndio? Parara, Yesu ni Bwana. Amen. Okay, sijui kama ninahubiri vizuri. Haina shida. Haina nini? Afadhali kuparara na uingie mbinguni. Hayo yana nirekodi hiyo. Okay, ni sawa. Afadhali kuparara na uingie mbinguni kuliko tumafuta mzuri na umeng'ara kama nyanya ya iganjo, lakini unaenda hell. Unatunzwa na mikono ya usherati na uzinzi. Yes. Si ndio? Yes. Haleluya. Amen. Afadhali kuzoea githeri. Yes. Kuliko kuku ambayo inakupeleka jehanamu. Tuambie watoto wetu ukweli. Hiyo ndio msingi mzuri. Wajue kuna wakati ambapo unaweza kosa ili tumtumainie Mungu. Yes. Si ndio? Yes. Yes. Lakini ulezi wa siku hizi ni ukiitisha unapewa. Mkiingia kwa supermarket akisema, in fact akichukua anaenda anachukua ile kitu anaona ni mzuri hata hajui ni ya nini, anaichukua. Afadhali ufulize ukiwa supermarket. Afadhali ufulize. Let us learn to tell our children sometimes inakosa. Acha tujifunze kuambia watoto wetu wakati mwingine inakosa. Yesu ni wa ukweli. Saa zingine inakosa. Saa zingine wacha kukopa ati kwa sababu hakuna sukari. Pewa watu kile kiko. Na waambie washukuru Mungu. Amen. Ai. Iko wengi wanakosa ili haina sukari na anakosa. Lakini wewe ukipata na je pumzi? Joshua Eliud na pumzi ile unapumua ni sile Mungu. Na ukilipia si Mungu atanipea pesa nilipie. Inaga watu nilikuwa ninasema wakati wa COVID watu walikuwa wanalipia mitungi yao. Yes. Si ni kweli? Yes. Tukashindwa. Kulipia ile oxygen unapewa. Na tumenugunika kwa nyumba zetu. Sababu hakukuwa na sukari. Na labda ni asubuhi moja. Mumekosana. Hakuna mtu anaangalia mwingine. Mnakaa kama mnaomboleza. Hallelujah church. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tulani kumwambia Mungu
Asanti. Hata wakati mambo sio favorable. Kuna kitu kwa Roho Mtakatifu inaitwa kwa endurance. Kuvumilia. Very good. Because tiweterera kuvumilia. Kuvumilia. Yaani Joyce ni ule kuvumilia. Kulikuwa na jua kali lakini kamuti kakakaa kakiwa green. Hiyo inaitwa kuvumilia. Hakakukauka. Sababu mizizi ilienda chini. Tuweke neno na tuingize mizizi kwa Yesu. Hallelujah. Na hakuna madeni, we Joseph. Hakuna. Ukiona mami hajakutumia, jaribu kumanage, hata upigie askofu. Jaribu kumanage na kile uko nacho. So that usiingize madeni, halafu unapata kwamba ni worshiper amejihanga. Si ilifanyika hizo teacher to ndio ikipia. Na ni worshiper wetu. Hii inakuonyesha msingi pahali ulikuwa umewekelea. Tuko pamoja kanisa. Ndio hii mambo inaguza watu Si unajua hii ni maisha? Tu adjust vile Mungu anatuweka. Adjust. Maisha. Hallelujah. Ukiona ulikuwa unakaa kanyumba kazuri ka 15k, sasa haitoshi, si uteremke. Enda chini. Kidogo. Wacha na status. Hallelujah. Amen. Msikosane kwa sababu sasa mambo haijakaa mzuri. No. The last scripture. Andiko la mwisho Is Roman. Ni kitabu cha Warumi 3:10. 3:10. Regional, karibu nimalize. Give me 5 minutes only. Up to dakika 10. Soma hiyo pastor. Warumi 3:10. Ndio. Inasema nini? Inasema hivi, kama ilivyoandikwa, hakuna mwenye haki, hakuna hata mmoja. Romans 3:10. Yes. Romans. Revelation. Samahani, Ufunuo. Romans, Yes. Revelation, sorry. Samahani, Ufunuo 3:10. Ndio. Kwa kuwa umeshika amri yangu ya kuvumilia katika saburi, nitakulinda katika saa ya kujaribiwa inayokuja ulimwenguni pote, ili kuwajaribu wote wakao duniani. Thank you. Since you are obedient to my command to endure patiently, I too is going to keep you from the hour of trial that is coming to all humanity. Yani, the point is, wakati ambapo mtu anakuwa obedient kwa Bwana, una develop kitu kinaitwa endurance. Na kwa sababu ya hiyo endurance ambayo uko nayo, ndio itakusaidia kuepuka siku, masaa ama ile hour of trial. Itakusaidia. Hata saa hizi kanisa la Mungu tuko hapa kanisani kwa sababu ya ule utiifu ambao Bwana alitupatia ile miaka. Saa hizi watu wanaanguka, haiaminiki. Haiaminiki kanisa la Bwana. Saa hizi kusimama kwa wokovu ni Mungu. Haleluya. Amen. Sio mtu ambaye unafikiria ako na familia, sio mtu ambaye unaona ati ni wa kuheshimiwa, sio mtu ambaye amesoma, sio aitwe jina gani, sio pastor, sio awe nini. Ni kuna shida. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutuletea manabii wa kuwa Mungu wawekeze ndani yetu ili tusimame hata saa hizi. Tusimame saa hizi. Kuna aina za utiifu. Kuna utiifu unaitwa voluntary obedience. Utiifu wa wewe mwenyewe kwa kujitakia. Yaani ile kwa hiari. Unasikia na kutenda. Kanisa kuna mtu anasikiaga na kufanya. Kama nani? Mama Nyambura?
Nani alisikia na akatenda? Hakuuliza maswali. It does not matter how difficult the instruction is. Yeye alisikia na akatenda. Who had this voluntary obedience? Our father in Genesis 20:22. Kwenye kitabu cha Mwanzo 22. Aliambiwa afanye nini? Achinje mwana wake. Sio mwana wake wape? The only son. What happened? The Bible says, verse 2 says, the following day he woke up, akaenda kuchinja mtoto wake. Biblia inasema siku iliyofuata aliamuka na akaenda kuchinja mtoto wake. If he did not have voluntary obedience, it means he would have argued with God. Ikiwa hangekuwa na ile utiifu wa hiari, kumaanisha angeweza kubishana na Mungu. Angekuwa na shauku na Mungu. Let us not doubt God. Wacha tusikuwe na shauku na Mungu. Let us just obey Jehovah. Wacha tumtii Bwana. Number 2. Ya pili. There are those who hear the Lord. Kuna wale ambao wanasikia Bwana. They hear the instructions of Jehovah. Wanasikia sauti ya Bwana. But they will obey later. Watatii baadaye. They will obey later. Watatii baadaye. They take time. Wanachukua muda to obey the Lord. Kutii Bwana. For example, kwa mfano, in the book of Matthew 21, kwenye kitabu cha Mathayo 21, there is a father who had 2 sons. Kunaye baba ambaye alikuwa na wana wawili. I think it is 35. I don't know whether it is 35. Na wazia ni 35. Alikuwa na wana wawili. He told the first one, akaambia ule wa kwanza, go and work in my vineyard. Enda na ukafanye kazi kwenye shamba langu. That first son said, huyo mwana wa kwanza akasema, I will not go. Sitaenda. The second one, no, he said, I will go. Akasema taenda. The second one said, I won't go. Wa pili akasema sitaenda. The first one who said, I will go, he did not go. Wa kwanza aliyesema nitaenda hakuenda. The second one who said, I will not go, he did, he went. Yule ambaye wa pili aliyesema kwamba hataenda akaenda. Then Jesus, kisha Yesu asked the Pharisees, akauliza Wafarisayo, these 2 sons, kati ya hao wana wawili, who did the will of the Father? Ni nani aliyetenda mapenzi ya baba yake? The second, the one who said, I will not go, but later on he repented and he did. Sindio? And Jesus said, na Yesu akasema, the prostitutes, makahaba, tax collectors, watosha ushuru, are entering into the kingdom of God first, wanaingia kwenye ufalme wa Mungu wa kwanza than you people. Kushinda nyinyi watu. Many people are in the church, watu wengi wako ndani ya kanisa, but they are not obedient. Lakini hawatii. And then, na kisha, because of their disobedience, kwa sababu ya kutotii kwao, and the Lord require the number, na Bwana anahitaji ile nambari, he's going to, anaenda the street corners, kule kwenye mitaa. Wale ambao hujawahi fikiria anaweza okoka, anaokoka, anamtii Mungu, anampenda Mungu sana. Yes. Na anaingia. Amen. Anaingia. Kwa hivyo let us be very careful. Kwa hivyo wacha tuwe wa kumakinika sana. Those who obey Jehovah immediately, wale ambao wanatii Bwana voluntary obedience, kwa hiari. Kuna wengine labda hata wanagoja tumateso fulani kwa maisha yao ili watii Mungu. Haleluya. Amen. Hiyo kadali labda huyu ili yakubali kuna vitu amepitia. Akirudi anakuja amemaanisha. Na anafanya mapenzi ya Mungu. Number 2. Ya pili. Number 3. Ya tatu. There are those, kuna wale who hear, wanasikia, but they do things that are different from the instruction of the Lord. Lakini wanafanya vitu ambavyo ni tofauti kutokana na maagizo ya Bwana. I have an example. Ninaye mfano. Samueli. No. Yeah, King Saul. Mfalme Sauli was told to go and slaughter. Aliambiwa ende na kachinje na uwe. But what did Saul do? Lakini nini ambacho Sauli alifanya? Selective obedience. Alichagua. You select which instruction to take. Anachagua gani, unachagua maagizo gani ya kuchukua. And which one not to obey. Gani ya kutii na gani si ya kutii. We have that category of such people inside the church. Tunayo kiwango cha watu ndani ya kanisa. Selective obedience. Kutii ya kuchagua. Selective obedience is disobedience. Kutii ya kuchagua ni kutotii. Lastly, ya mwisho, there are those who refuse to obey. Kuna wale ambao walikataa kutii.
just refuse totally they refuse, they will not obey. Anakataa kutii kabisa kikamilifu. But Lakini may the Lord help us wacha Bwana tusaidie that we may be obedient to Jehovah. ya kwamba tuweze kutii Yehova. A true servant. Mtumishi wa kweli. Just tell me, Niambie, if Saul was a servant of Christ, ikiwa Sauli alikuwa mtumishi wa you Bwana, have been given an instruction, go and kill all. umepewa agizo, enda ukaue wote. You don't need to argue with the Lord. Haupasi ama uhitaji kubishana na Bwana. Just go and do it. Wewe enda tu na ufanye hivyo. Let me say this. Wacha niseme hili. Many people, Watu wengi they laugh at us. wanatuchekelea. Those who began at the beginning, who are there at the beginning. Wale ambao walikuwa kule kwenye mwanzo. When we were told that the kind of dressing that we are having in the church are not right. Tulipoambiwa zile mavazi ambazo zilikuwa ndani ya kanisa si sawa. Hallelujah. Hallelujah. People went to the market. Watu walienda kule kwenye You soko. know, these nice dresses were not there. Unajua hizi rinda za kupendeza sikuwa hapo. They would go and get a jacket. Wakienda na wapate ile jaketi. Out of just obedience to Jehovah. Kutokana tu na kutii Yehova. Na hazikuwa smart. Na haziko smart. So today, because people are nicely dressed, they mock those ones. They say, "Mulikuwa mnavaa vibaya, that is why you are not coming." Kwa sababu watu wamepata hii We inayopendeza. were fearing and trembling before the Lord. Tulikuwa tunaogopa na kutetemeka mbele za Bwana. So we were picking and so until Jehovah God Almighty, brought nice, like this. Tulikuwa tunachagua hadi wakati Bwana alileta hii ya But there was a kupendeza. lot of obedience to Jehovah. Lakini kulikuwa na utiifu, A lot of trembling. kutetemeka kwingi. But today there is a lot of debate. Lakini siku leo kunayo mabishano mengi sana. Today there is and I fear kwamba we might go back to where we began. Na ninahofia kwamba tunaweza rudi kwa kule ambapo May tulianzia. the Lord remember us. Wacha Bwana tukumbuke. Hallelujah, church. Haleluya May kanisa. the Lord bless you. Wacha Bwana I wabariki. want to stop there because I have a meeting. Nataka kukoma hapo kwa sababu na mkutano. Is it good to obey Jehovah? Je, ni vyema kumtii Bwana? Is it good to obey? Je, ni vyema May the Lord kukutii? encourage us. Wacha Bwana tutie Be nguvu. obedient to Him. Tuwe watiifu May the kwake. Lord bless us with Wacha Bwana tubariki na humility. na unyenyekevu. Please, Tafadhali. let us not be haughty. Let us not be proud. Wacha tusiwe wenye kiburi. Hallelujah. Haleluya. That if I feel like I want to do anything, I can do anything to Ikiwa nikihisi naweza kufanyia chochote na kufanyia. I don't own you. Mimi si mwenye wako. I do not own you. Mimi si mumiliki You have an wako. owner. Unaye And mumiliki. let us fear Him and Him alone. Na wacha tumwogope yeye na yeye peke May yake. the Lord bless you. Wacha Bwana wabariki. I want us to pray. Nataka tuombe Even as we go back to Jehovah. hata tunapomrejea Jehova, Encouraging all of us tukihumiza kila mmoja to be obedient to Jehovah. kuwa watiifu kwa Yehova. It is for our own good. Ni kwetu sisi It wenyewe, is for our own advantage. ni kwa faida yetu It wenyewe, is for our own future. ni kwa sababu ya siku